Siku nayoenda hakujua kwa sababu nyuma alikuwa ananiambia nimeenda katika kitu ambacho utanifurahisha niwewe kuja India. Tulikuwa tunaongea mpaka mwisho wa kuandaa visa, nikamwambia maana walikuwa warudi mara ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 3. Nikamwambia lakini naona kama tumebakisha siku chache. Tuna siku 7. Mimi nitoke maki mpaka kufika kule na maana unafika kesho yake sababu tuna transfer Dubai. Kwa tunakaa muda mrefu. Nikamwambia mpaka kesho yake. Uone kama nitakuwa tena nishapunguza siku 2. Akaniambia hivi hata ikibaki siku 1 naomba uje India. Basi baadaye nikawa tena simpi updates zinavyoendelea kuhusiana na safari yangu. Baadaye akaniambia hivi nikampigia ngambia kuna kitu nataka tuongee, akaniambia tuongee vitu vyote lakini usiongee kuhusu issue ya kutokuja India. Basi akaniambia maana yake mipango ipo najua, kila kitu kipo najua yani hivyo kwa nini unakataa? Nikamwambia naona kama siku ni chache, naona kama pia tutapotea, ni muda unaenda na kuna tukai sana. Akasema hata ukifika leo, kesho yake tunaondoka, mimi nitakuwa nimeridhika. Basi kwa siku ambayo nimefanikiwa kuanza safari, sikutaka kumwambia kwa sababu nikasema nataka nimfanyie surprise. Anajua atafurahi kwa sababu ni kitu ambacho aliniambia na alisisitiza na sikujua kwa nini. Lakini alikuwa anasisitiza sana nataka tu uje India. Hii ukija India itakuwa ina maana kubwa sana, Imeda umenihangaikia, na kwa sababu mimi ninachokiamini ninachokifanywa India ndo mwanzo wa maisha yangu kwa sababu najua nitapona. Kwa maana anasema kabisa, maana tulikuwa tunaongea alikuwa ameshafanyiwa. Akaniambia nimeshafanyiwa na ninaona utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo natamani furaha hii tushare pamoja. Basi mimi ndo sikio nimeenda. Kwa kweli nilivomkuta hawa alikuwa nani ya kidonda tu, lakini alikuwa anaendelea vizuri. Na nilivofika tu siku ya kwanza akaniambia Imeda twende mazoezi. Nikamzungusha hospitali, tulikuwa tunafanya mazoezi. Tunaongea hapo hospitali. Na siku ninavofika kesho yake akapewa discharge. Tukatoka, tukahamia kwenye apartment. Pale kwa hiyo tulikuwa tunaenda tu hospitali kwa ajili ya kufanya dressing ya kidonda. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa anaendelea vizuri. Tunataka kufahamu labda pengine mazungumzo yenu baada ya kukutana, baada ya furaha yake ya kukuona, mlizungumza nini hasa na kitu ambacho ni kama memorable umebaki unakikumbuka? Hawa kikweli alikuwa na 100% za kwamba anapona. Na ndio maana akaniambia Imelda tutoka hivi unahisi nikirudi Tanzania naweza kufanya biashara gani kwa sababu nimekaa muda mrefu sana, miaka 8 kitandani. Naomba michango, hii hali imenitesa. Hakuna kitu ambacho kimeniumiza zaidi ya kama kuomba michango, ni hali ambayo ilikuwa inanitesa. Nataka nije nijipange na kupromise Imeda mimi nitakuwa tajiri mkubwa sana. Nina maisha, nina shauku na maisha, lakini kikubwa nataka kari yangu ya uigizaji, yani natamani nikifika nitue jua kali pale. Nikamwambia yani ukifika hata jua kali watakutaka, hata uba wenyewe watu watakutaka. Kwa hiyo tuanze kuhudumia kwanza afya yako. Basi lakini ukweli ni kwamba alikuwa ni msichana amependeza, alikuwa anaendelea vizuri, alikuwa mzuri kabisa. Siku ambayo ndo usiku wake kesho yake anafariki, pale anapokaa na wadada wawili ni Watanzania wanaoishi India, wanamsaidia sana wale wadada. Alikuwa Neila na Muna. Ni watu ambao wamemsaidia sana kupika, kufanya kila kitu. Ndugu zake? Hapana, ni Watanzania wamekutana nchini India. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa pale karibu wanalala, wao ndo wapike kila kitu. Ni watu ambao walikuwa wanampa kampani. Kwa hiyo hata Karina alikuwa anajiona yuko nyumbani pamoja na mdogo. Kwa hiyo aliambia leo nataka niwapikie dina. Kwa hiyo alipika dina, alipika ndizi, wanasema nyama. Wakati anapika wanasema mmeona mmekaa mmetulia, nyie nikifa nitalia. Yani ndio hiyo anaambia nikifa nitalia sana. Hapo Karina alikuwa anapika mwenyewe? Anapika mwenyewe, lakini wakamwambia sasa mbona unapika umeshika tumbo? Nasikia kama tumbo linauma, lakini alikuwa anapika. Kamaliza kupika, kaenda akasema basi mimi naenda kupumzika, baadaye nitaamka kula. Na kweli nasema alienda akapumzika, baadaye akaamka, akaja akala, ndo alivyoenda kulala usiku kwenye hiyo alfajiri saa 11 ndo akaanza kujisikia vibaya, akaanza kutapika damu. Basi wakamuita, baadaye akasema watampeleka hospitali, akasema yeye mwenyewe akasema hapana, basi tutaenda ngoja kukuche. Kwa hiyo akalala. Walivyomwona amelala wakajua labda maumivu yamepungua, labda anapumzika, wakasema wamwache. Lakini baadaye muda unaenda, ndo kwenda kumwangalia kama kashabadilika rangi, alafu bado kani pumzi ilikuwa inasikika kwa mbali sana, ndo wakaanza kuita gari kumpeleka hospitali kwa mujibu wao wanavyosema. Baadaye anapima ndo anaambiwa kwamba ameshafariki.